Saboti MP huyu Caleb Amisi amesema yeye anataka kutengeneza party mpya. Party mpya sasa, na hiyo unaona anatengeneza party gani? Linda Mwananchi ama ameamua sasa yeye pia kuna watu wengine walikuwa wanasema ni mall. Kuna wakati fulani watu wengine walikuwa wanasema huyu jamaa tumuone vizuri huyu jamaa. Sasa anasema anataka kutengeneza party. No, Caleb Amisi, I understand his position. Yes. Even me, I spoke to him. I had a chance to speak to him personally. Congratulations. Na muelewa. Kumbe unakula tuna mkubwa bana. Na unajua wakati unajua wakati hii mambo ilikuwa imechacha, nikaona anapiga kina Sifuna. Yes. So mimi sikutaka kumpiga kwa press ama kwa media. Yes. I just gave him a call, nikamwambia Caleb. Mimi niko na kitu niumiza kwa roho, and I want to meet you face to face tuongee. Yes. And we met. Nikamuuliza what is going on guys. Ni nini? So he gave me his story. Yes. Caleb Amisi alikuwa anatarajia kwamba akina Edwin Sifuna watajoin hiyo party yake. You know, he registered a political party without consulting the rest of the team. Inaitwaje hiyo? People's Renaissance Movement. Okay. But I heard that question was asked by Yvonne Okwara some time back, eh? Yeah. Okay. So, yani, okay, tulijua tuko kwa Linda Mwananchi Movement. Na yeye amekimbia, ameregister chama, People's Renaissance Movement. Na ana expect kwamba Linda Mwananchi ita transform into that political party. Yes. So akina Edwin Sifuna wakasema no, we cannot take that direction. We don't want to lose the Linda Mwananchi identity. Yeah. But they're going there, they're losing it. Yes. They are going to lose it. So that is why Caleb Amisi hiyo kitu ilimkasirisha. Kwani ilikuwa ni by force? Ndio dictated. Sasa ndio watu wanashangaa. So Caleb Amisi has never recovered from that. That is why up to today is very bitter with that. But me, I would wish that Caleb Amisi should rejoin the rest of the team. Linda Mwananchi iko na several political parties inside there. Yes. Nimeona kuna watu from several political parties. Hata yeye akiwa tu na hiyo chama yake akuwe kwa Linda Mwananchi. Yeah, ikuje tu tutafanya coalition huko mbele. It is relevant. Huko mbele utapatana huko. We are fighting the same cause. We are fighting the same cause. Lakini ikionekana anaenda kando, he will lose it. Yeah. He will lose it. But unajua mimi napendanga ideas zake huyu jamaa. Anakuanga na very very nice points. Kuna wakati ameongea juu ya Mudavadi na anasema wa Kisii wako Minnesota. I think that was an Herman Manyora show. Wameitana wengi pale Minnesota. Wakienda huko wanaitana sana. Alafu ukienda Seattle, Wakikuyu nao pia wameitana pale Seattle. Unajua that is during Kibaki's regime. Kibaki was empowering them. While the Kisiis, that was during Nyachaya's regime. No, not regime per se, but during his era when he had power, he was empowering these people going there. Then Biwot na Australia sending the Yamunes. All the Yamunes and Chamgei is missing. All the Chamgei is missing from Kenya to Australia. Sasa anasema during all this time Mudavadi was in all these regimes. Never empowered any lawyer. Yeye alikuwa anawaleta wanakuwa anawaleta nyinyi mnakuwa tu soja huko. I like his school of thought. But what do you think? Don't you think he's right? Yeah, he's right. He's very right. Yes. He's very right because there are people who used their positions in this country to empower their communities. Their own people, yes. You remember when Charles Nyachae, when he was finance minister. Yes. What Charles Nyachae did was very simple. Yes. He opened the doors of the National Bank of Kenya to the Kisii community. As a Kisii, you needed only a title deed, walk in, take a loan. Yes.
That's why uliona Wakisii wakajaza matatu kwa barabara. Yeah. Wakisii wanajenga manyumba za tiles. Wakisii wanauza maji, wanafanya. They became so wealthy, yeah. You see? So that is what Nyachae did. And then tukikaribia election ya 1997. Nyachae akasema si watu wangu wamechukua pesa kwa National Bank. Yeah. Na hii bank inaenda kuanguka. Nyachae akapeleka Moi Gusii Stadium. And Moi was very separate. Nyachae akaambia Moi in a rally. Akamwambia Moi, if you do not write off the loans that these farmers in quotes, that these farmers owe the National Bank of Kenya, if you do not write off those loans, you will not get the support of the Kisii community. Moi alisimama in the same rally akasema, na hiyo ni maendeleo imekuwa namna hiyo madeni ambayo nyinyi mko nayo, vile Nyachae amesema hiyo madeni mimi nimeifuta. And the National Bank collapsed. Yeah, during that time you never even used to follow things with documentation. Yes. Just a statement from a rally that rate. Hakuna paper trail. So National Bank ilianguka. It collapsed. Yeah, so they have to now look for Marambi to come and now salvage it from Central Bank and receivership and stuff like that. Kumbe masaibu ya hii bank ilianza zamani. So Mudavadi was also a finance minister. I think Mudavadi Nyachae came after Mudavadi. Yes, Nyachae came after Mudavadi. Mudavadi never did the same. He never even had any plan. Hata miwa tu. Unajua nimekuwa na Nuru Okanga hapa. Nuru Okanga kaniuliza swali hapa, mimi nikabaki mdomo wazi. Ameniuliza, umeshawahi sikia bonus ya miwa? Hatujawahi sikia. Ama umeshaisikia bonus? Hakuna, haiko. Na ya kahawa. Kahawa iko. Wale wa kahawa wanakuja hapa Sabina Joy wakiapata bonus. Ya majani chai iko. Lakini ya miwa hatujawahi sikia. Yes.